Nimebana na haja ndogo. Naomba niende hapo kwenye nyumba nikaombe. Lakini hata hospitali vyoo vipo jamani. Nimebanwa Kevo, nataka nikazalilike. Basi nenda wahi kurudi. Suzi, shoga yangu nimezalilika, nimeumbuka mimi. Kevi kabadilisha hospitali. Kabadilisha hospitali? Yaani siamini kwa kweli. Mimi nakusikiliza wewe. Mbona mpo maeneo gani hapo? Tupo Kimanga. Okay, sasa sikia. Mimi nasogea maeneo na hapo. Hospitali yote tutawaenda tunatumia message sawa? Sawa mamangu, Suzi nakuamini. Sawa sijali. Asante. Tayari tutoke. Waliowahi kusema kwa fimbo ya mbali haiui nyoka hawakuwahi kukosea. Nahisi kabisa fimbo yangu inakosa ujasiri na nguvu ya kuua nyoka. Kiukweli nimemisi sana Sakina. Yaani licha ya kuwa bado nawasiliana naye, lakini naona kabisa nina kila sababu ya kuwa karibu naye. Hivyo sasa nipo katika maandalizi ya kumfuata huko Dodoma. Mimi nadhani kama ni kazi itapatikana tukiwa wote tuko. Najua umemisi sana Sakina. Na unatamani kuwa na muda wote. Lakini naona kama ni vyema ungesubiri kwanza kazi ipatikane ndio uende. Kwa sababu kama utaenda sasa hivi utakuwa tegemezi kwake. Na sio kitu kizuri. Ni kweli unachokisema, lakini sidhani kama kwa Sakina itakuwa hivi. Unajua mpaka Sakina amefikiria kunitafutia kazi, ni kwamba yeye pia ana uhitaji wa kuishi karibu na mimi. Kwa hiyo mimi nadhani hayo mengine yote yanaweza yakafanyika tu kwa pesa, lakini pia nafikiria endapo nikiwa karibu naye zaidi, basi atakuwa na ule msukumo wa kufanya kile kitu, kutafuta kazi kwa bidii zaidi kuliko huu umbali wa kila siku. Kuna muda akijisahau anaweza akanipotezea, lakini akiwa anaona kila siku niko karibu naye, nadhani nitakuwa anapata motisha zaidi ya kutafuta hiyo kazi. Nakuelewa sana wote na nakubaliana na unachokisema. Lakini kuna tofauti kubwa sana kati ya sisi wanawake na nyinyi wanaume. Mwanaume anaweza kumhudumia mwanamke kwa miaka yote, asilalamike na wala simshushie heshima. Mwanamke akikununia chakula ndani ya wiki moja, anaanza kuhisi heshima aliyokuwa anakupa kama mwanaume haustahili kuipata tena. Ni kweli unachokisema. Lakini sidhani kama Sakina anaweza kunifanyia hivyo. Kwa sababu unajua Sakina ananipenda sana na upendo wake uko dhahiri na unaonekana wazi. Kwa hiyo sina imani hiyo. Hata mimi simuhisi mabaya Sakina, lakini nakukumbusha wote. Sakina ni mwanamke pia. Karibuni jamani. Asante. Habari yako? Salama. Dada karibu. Asante. Ndio. Nimemleta huyu aje apime kama ana mimba au la. Ni nani yako? Ni mume wangu. Sawa. Kuna dalili zozote umeziona labda hapo kabla ndo maana nimekupelekea kuja kupima? Mimi nafikiri angefanywa vipimo tu. Hayo mengine sioni hata kama yana umuhimu daktari. Twende kwenye lengo basi. Okay, nitawa. Dada, kuna utaratibu. Unakaa kwenye foleni, wenzako wakimaliza kuhudumiwa na wewe ndio unakuja. Tafadhali dokta, kuna dharura. Nakuomba mara moja. Lakini si unaona niko na watu hapa dada. Dokta, nimekwambia kuna dharura. Nakuomba mara moja. Alafu utarudi kumalizana nao. Jamani, samahani. Nimsikilize mara moja. Yaani Kevumona sasa. Unanileta hospitali ambazo hazina caring kabisa. Haya sasa, ametuacha sisi ameenda kuhudumia watu wengine. Ina maana sisi hatuna kazi za kufanya. Mbona unapenda kulalamika sana wewe? Mbona unajua kama mtia nini ugonjwa? Je, kama kuna mgonjwa anataka kufa? Yaani waache kusaidia watu wengine kwa sababu ya hicho kimimba chako cha mchongo. Sawa babangu. Mimi nitasema nini sasa? Na haya yote umeyataka wewe. Usingewashwa na hiyo miemko yako kijinga kijinga, singetokea yote yaliyotokea haya. Lakini sio koje. Tuna sasa hivi. Basi usifike mbali babangu. Tufike mbali? Tufike mara ngapi? Tumeshafika, jiandae na safari ya kurudi.
Kuna tatizo gani dada? Samani dokta, yule unayemwona pale ni rafiki yangu na yule ni mume wake. Wana changamoto kubwa sana kwenye ndoa yao, na changamoto hiyo ni kwa sababu ya ujauzito. Kiukweli pale hana mimba, ila anamdanganya mume wake kuwa ana mimba ili tu anusuru ndoa yake. Oh, hakuna tatizo. Baada ya vipimo nilizungumza nao na kuwafanyia vipimo vingine ili kujua ni nani ana tatizo, ili mradi waanze tiba mapema. Dokta, muhimu pale ni wewe kutoa majibu kwamba Sweety ana mimba. Maana hiyo ndio njia pekee itakayonusuru ndoa yao. Sijui unazungumza ujinga gani. Nikiwa kama dokta, kutoa majibu ya uongo au yasiyo na uhakika ni kukiuka miiko ya kazi yangu. Lakini ukifanya hivyo ndio utakuwa umenusuru ndoa yao, dokta. Siwezi kuharibu profession yangu kwa sababu ya ndoa ya mtu tu. Okay, mimi nitashauri tu kama utakuwa tayari kufuata ushauri wa kitaalamu sawa, lakini sio kuwapa majibu ya uongo. Dokta. Hii ni 300. Naomba tusaidie. Naweza nikaongeza kama naona haitoshi. Ukipenda moyoni umekwamia, nami nimesalenda. Yaani nina furaha isiyo na kifani. Suzy, unawezaje kufunga mdomo wa dokta? Huwezi kuamini. Haikuwa rahisi kiasi hiko, lakini kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu aliona juhudi za binti yake jinsi ninavyopambania rafiki yangu, akafanikisha. Hey guys, mambo vipi? Leo tunakwenda kuitazama season yetu ile ya First Love, na hii ikiwa ni episode ya 12. Nachokuomba ndugu mtazamaji wa channel yangu ni wewe tu kusubscribe channel yangu ili uwe unapata update za movie ambazo zinatoka kupitia platform ya YouTube. Na leo tunakwenda kuangalia highlight ya episode ya 12 ili tupate mwafaka wa Madam Sweety. Je, ana ujauzito wa Kevi na Kevi ataweza kufanikisha kujua kuwa Madam Sweety ana mimba? Basi ni wewe tu nakutakia utazamaji mwema kwenda kutazama episode hii ili kujua undani zaidi wa series yetu ya First Love. Asante na kwaheri. Tunaendelea na season yetu First Love, na hii ikiwa ni episode ya 12. Madam Sweety anazidi kuonesha ubora wake. Toto hili limejaliwa usanii mkubwa. Baada ya Kevi kumshitukia Sweety anakompeleka hospitalini, ghafla Kevi alibadilisha location ya hospitali. Madam Sweety jicho likamtoka. Kevi akasonga kuelekea hospitali anayojua yeye, lakini kama unavyomjua Madam Sweety, akili kichwani kikawaza plani nyingine pale pale ya kumchezea Kevi. Madam Sweety ghafla akamwomba Kevi akachimbe dawa. Kevi akasita, lakini ikabidi amruhusu. Basi huo ndo muda aliocheza nao madamu kuwasiliana na rafiki yake Suzy. Madam Sweety akampa mchongo uliopo. Suzy akasema ondoa ofu na kuja kumaliza game. Hawa madada ni hatari sana, tena ni nyoka. Basi bwana Kevi na madamu wake hao mpaka kwa dokta. Basi ile time dokta anawasikiliza tu, ghafla mlango unafunguliwa kwa fujo na Suzy anaingia. Suzy akamwomba dokta mara moja kuwa ati ana dharura. Dokta akaenda kumsikiliza Suzy. Dokta akapangwa chap, akazingua kidogo. Suzy akasema usinitanie kabisa. Akachomoa bulungutu la pesa. Dokta alivyoona pesa, akatoa majibu safi. Suzy na Madam Sweety wakawa wametoboa mara ya 3. Chezea Madam Sweety wewe. Basi Kevi akawa amekula za uso mara nyingine tena. Fuatilia episode inayofuata kujua Kevi anakuja na plani gani dhidi ya dada jambazi Madam Sweety. Basi asante na kwaheri.